Usijitangazie ushindi katika vita ambayo haipiganwi na Mungu. Usijitangazie ushindi katika vita ambayo Mungu wako hayupo nao. Mungu muumba wa mbingu na nchi hayuko pamoja nawe, basi usijitangazie ushindi. Kosa hili ni kosa ambalo Adonia alilifanya, mwana wa Daudi. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata fursa ya kujifunza neno la Mungu, lakini na maisha haya tunayoishi hapa duniani kwa ujumla wake. Mimi ninaitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakukaribisha tena asubuhi hii. Katika ibada yetu hii Baba, tunaomba ukawe nasi ukatuongoze. Maneno haya nisiyanene mimi, yakatoke kwako Mungu wa mbinguni, ili kila ambacho unataka tukifahamu katika maisha yetu ukakiguse kwa namna pekee. Roho wako kwa kiongozi kwa jina la Yesu Kristo. Adonia mwana wa Daudi aliyezaliwa baada ya Absalom, alipojua kwamba baba yake amezeeka na karibia huenda atalala mauti, Adonia aliamua kusimama na kujitangaza kwamba yeye ndiye mfalme baada ya baba yake Daudi. Adonia anaonekana hakuwa mtu mbaya, hakuwa na neno mbaya ambalo Daudi huenda angesema juu yake. Alionekana ni mtu mwema asiye na kasoro yoyote. Lakini kosa lake la kuamua kusimama na kwenda kutangaza na kuwakaribisha watu ili waweze kufanya sherehe na kumtangaza kwamba yeye ni mfalme bila kumtaarifu baba yake, hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana. Alimwalika Yoabu jemedari na manabii wengine na watoto wengine wa mfalme, akafanya sherehe kubwa, na huko katika sherehe alikuwa anajinenea na kujitamkia kwamba yeye ndiye mfalme ajaye, mfalme baada ya baba yake Daudi. Lakini Nathani nabii aliposikia habari hii, alimwambia Bathsheba, nenda kwa mfalme ukamwambie kwamba kile kiapo ulichoniapia kwamba mwana wangu Suleiman ndiye atakayekuwa mfalme kiko wapi? Na baada ya yote tunaona kwamba Daudi akambariki Suleiman na akamwambia Nathani, wakamtie mafuta Suleiman na kumpandisha katika nyumbu wake na kumtembeza Israeli kote, wakimtangaza kwamba yeye ndiye mfalme. Kwa kupitia kisa hiki mpendwa, nikajifunza kwamba kuna wakati mwingine tunaweza tukawa hatuna shida yoyote, tukawa ni watoa zaka wazuri mbele za Mungu, tukawa ni watenda mema mazuri mbele za Mungu, tunatenda mema yaliyo mema, lakini tukasahau kutengeneza uhusiano wetu na Mungu wetu, tukasahau kutengeneza uhusiano wa karibu na Mungu wetu, tukaishia kufanya mambo ambayo ni desturi, ni sheria za binadamu tu katika kutafuta wokovu. Lakini wokovu ule halisi ambao unaletwa na Mungu Kristo aliyetufia, tukawa hatujaupokea ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo tukidhani kwamba tuko pamoja na huyu Mungu wa majeshi, mfalme wa ufalme, tukiishi na kujitangazia amani katika dunia hii ambayo imejaa mateso na dhiki kubwa, kumbe tunajitangazia amani ile ambayo sio amani ya kweli. Kumbe tunamiliki furaha ambayo sio furaha ya kweli. Kumbe tunamiliki mahusiano ambayo si mahusiano ya dhati na Mungu wetu, kwa sababu tulidhani kwamba tuna mahusiano mazuri na Mungu wetu, lakini kumbe Mungu huyu tumemweka kando na tumeweka sheria. Mambo tunaodhani kwamba ni mazuri, matendo ambayo tunadhani haba ni mazuri, tunayafanya kwa nguvu zetu bila kumshirikisha yeye awe ndani yetu, tukidhani kwamba tunamfurahisha na tukidhani kwamba tupo naye, kumbe tumejaa matendo eshe. Somo hili likanifunza kwamba Suleiman, yeye alipochaguliwa kuwa mfalme, hakufanya jambo lolote la kwenda kutoka na kujitangaza, ila mfalme alikuwa amefanya mahusiano
na mama yake Bathsheba na kumwahidi kwamba ndiye atakuwa mfalme, mtoto wake Sulemani. Mahusiano ambayo unayajenga na Mungu wako yanaweza yakawa ni mahusiano ambayo yatazaa matunda hata kwa watoto wako. Unapojenga mahusiano ya kweli na kumwabudu Mungu kwa moyo wa kweli na kutafuta haki iliyo ya kweli na kuruhusu Kristo aishi ndani yako na kufanya matendo ya sheria yawe ni matunda ya wokovu wako wa maisha yako, Kristo atadhihirika ndani ya maisha yako. Hautafanya juhudi yoyote kwa nguvu zako ili uonekane wewe ni Mkristo au ni mtu wa Mungu. Hapana. Bali maisha yako yatazaa matunda, yatazaa tabia njema na mionekano mema, kwa sababu Kristo anaishi ndani yako. Wewe mwenyewe hata utashangaa, hivi imekuwaje ninatenda haya yote? Mbona sikuwa mtu wa kutenda haya? Lakini kwa sababu Kristo umeruhusu aishi ndani yako, umeruhusu mahusiano mema, basi Kristo atadhihirika ndani ya maisha yako. Suleiman alichaguliwa kuwa mfalme. Mungu leo hii tutakapomruhusu aishi ndani ya maisha yetu, basi kujitangaza kwetu kwamba tuna furaha, tuna mali, tuna shangwe, tuna kila kitu, haitakuwa ni bure, itakuwa ni shangwe za kweli. Kwa sababu yeye atadhihirika ndani yetu na atatubariki. Tutapopitia changamoto, shida, mateso yoyote yale tutapita, tukiwa tunafahamu kabisa hatuko peke yetu, kwa sababu Mungu wetu yuko pamoja nasi katika raha na shida, na kila jambo yeye ndiye anayetuongoza. Somo hili linapatikana katika Wafalme wa Kwanza, ule mlango wa kwanza. Utaposoma ile kurasa ya kwanza ya Wafalme wa Kwanza, basi utaona kisa hiki kitakutia moyo wewe unanisikiliza, na kujua kwamba ni muhimu sana kujenga mahusiano na Mungu. Kama vile Adonia aliposahau, akadhani kwamba kwa sababu yeye ndiye mtoto mkubwa, akadhani kwamba kwa kujitangaza basi hatakuwa na shida, kwa sababu hana shida, hajatenda kosa lolote, hana shida mbele ya macho baba yake. Akasahau kutengeneza mahusiano kwanza na baba yake, akasahau kwenda kwa baba yake na kutengeneza mahusiano naye kabla ya yote. Usitende kosa hilo, nisitende kosa hilo asubuhi ya leo. Kabla sijaamka na kwenda kufanya shughuli zangu na kujitangaza kwamba nimefanikiwa, kabla ya kuamka na kwenda kufurahia maisha haya, tengeneza mahusiano na Mungu wako. Tengeneza mahusiano na Mungu wako, mahusiano ambayo ni ya kweli, ili utakapotoka basi baraka ziambatane nawe, ili utakapotoka kufurahia maisha ukafurahi kweli kweli, na isiyo furaha ambayo sio ya kweli. Mungu akapate kukubariki sana. Tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa upendo wako. Asante kwa somo hili. Asante kwa kutufundisha kwamba ni muhimu kutengeneza mahusiano kuliko kutenda yale tunayodhani kwamba ni mazuri tu yanayokufurahisha wewe. Mahusiano yetu nawe ni ya muhimu sana kupita kila kitu. Asante kwa kutukumbusha. Asante kwa kujenga somo hili ndani ya mioyo yetu. Tubariki, tuongoze kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akapate kukubariki sana. Ukawe na siku njema. Ukaanze kutafakari kwamba kabla hujafanya chochote kile ambacho nadhani kwamba ni kizuri, ni matendo ya sheria, jenga mahusiano yako kwanza na Kristo, yule ambaye ni mwamba wa wokovu wako. Asante sana. Mimi naitwa Judith. Asante, tukutane katika kipindi kingine. Asante na kwaheri.